بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد ابن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه السلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. صدق الإمام عليه السلام. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka rahma na amani zimwendee bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jamii alhadhirun, na yeyote yule ambaye anaweza kuisikia sauti hii, nipende kutanguliza ya kwamba leo ni siku ambayo imejaagiza katika ulimwengu wa Kiislamu, lakini pia imejaagiza kila sehemu, kila nyumba ya yule ambaye anatambua ana imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya leo ni siku tukufu ambayo kila mmoja katika moyo inaweza kumgusa siku hii. Katika aya ambayo tumeweza kuitanguliza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya kitabu chake kitahari ya kwamba kila nafsi ambayo iliyokuwa katika mgongo wa ardhi, kila kitu ambacho chajua ya kwamba kipo katika ardhi hii na kililetwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu hicho kitaweza kuondoka. Mtu huyo ambaye yupo katika mgongo wa ardhi ataweza kuondoka, na hakuna njia nyingine yoyote ambayo ya kuweza kumuondoa bali ni mauti. Kwa hiyo ndugu zanguni, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kuyakumbuka mauti. Mauti ni kitu ambacho kinaweza kikamfikia mwanadamu kwa muda wowote, saa yoyote, sehemu yoyote ambapo utakapokuwa unaweza ukafikiwa na mauti haya. Sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwa mbali akatukumbushia sisi ya kwamba msisahau mauti yataweza kuwafikia kila mmoja ambaye anajua amiliki uhai. Lakini yawezekana katika kumiliki uhai huo na kufikiwa na mauti haya, yawezekana ile iwe ni sababu ya kukufanya ima wewe uingie katika janna kulingana na matendo yako uliyoweza kuyafanya, au wewe uwe ni mwenye kuingia motoni kulingana na yale matendo yako uliyoweza kuyatanguliza ulivyokuwa ukiishi katika hii dunia. Kwa hiyo tutambue ya kwamba mauti ni kitu ambacho kinatufikia. Kwa hiyo kama tutajipanga vizuri kulingana na matendo yetu, tutakuwa ni watu ambao wameweza kufaulu. Maulamaa katika aya hii na aya nyingine zote ambazo zinakuja kuzungumzia suala zima la mauti, wanasema ya kwamba mauti ni neno moja, lakini neno hili lina maana tofauti. Kama tutatafsiri mauti kwa maana ya kuondoka roho ya mwanadamu, basi lazima kila tafsiri, kila kitu ambacho kilichokuwa katika mgongo wa ardhi tuweze kukipa tafsiri yake. Tusiweze kuacha tafsiri hata moja pasina kuipa maana yake. Wanasema ya kwamba vitu vyote ambavyo vilivyokuwa katika ulimwengu wa ardhi, wanasema vimegawanyika katika sehemu 4.
kama utayazungumza mauti, lazima ujue kwamba ni mauti ya aina gani ambayo yanaweza kumfikia mwanadamu, au ni mauti ya aina gani yameweza kuingia kwa kiumbe fulani katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tafsiri ya kwanza walioileta katika mauti, wanasema ya kwamba zawalu nafsi an kullu kainin hayy, kwamba ni ile hali ya kuondoka uhai, kuondoka uhai na roho ya kila kiumbe kilichokuwa katika huu mgongo wa ardhi. Haya maneno Mwenyezi Mungu ameyazungumza katika aya mbili. Ukirejea katika suratul An'am aya ya 95 anayazungumza mauti haya, lakini pia katika surati Rum aya ya 19 anaweza kuyaelezea mauti haya. Mauti mengine ni yale ambayo tunayakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia zawalul hayati an kainin tabi'iyya, ni ile hali ya kuondoka uhai, lakini kiumbe hiki tunakikuta katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu amesema kwamba kuondoka kwake uhai tunawaita ni watu ambao bado wana nini, wanamiliki uhai, lakini si kwa maana ya uhai ambao tunaoweza kuishi nao sisi kama sisi wanadamu. Anasema halatul intikal ni ile hali ya kuhama, wa izalatu nafsi min alalam, na kuondoka kwa nafsi katika huu ulimwengu, ila al-ukhra, na kuelekea katika ulimwengu mwingine. Mithl alamul barzakh, kama mwanadamu anavyotoka katika ulimwengu wa dunia na anaelekea katika ulimwengu wa barzakh, au alamul qabr, au akaelekea katika ulimwengu wa qabr, au dukhul al-abdi fil jannati au fil nar, au ni ile hali ya kuingia mja katika moto au kuingia katika janna. Na haya ni mauti mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kutuelezea ndani ya Qur'an. Moja ya aya katika suratul Ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayazungumza mauti haya, anasema thumma la yamutu fiha wala yahya. Haya ni mauti ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea, anasema huyu mwanadamu akiwa sehemu hii hatokufa wala hatoishi tena, lakini huku tunaona kwamba ameishi katika ulimwengu na akaondoka katika ulimwengu. Haya ni mauti ya pili ambayo anaweza kutuelezea. Mauti ya tatu anasema huwa al-mautul ahmar, mauti mekundu. Na ndugu zanguni, hii ni nukta muhimu ambayo itaweza kubeba unwani yetu ya leo. Mautul ahmar, anasema mauti haya zawalul hayati qatilan, ni ile kuondoka uhai kwa kuuliwa, yani akimaanisha ya kwamba sawasawa kuuliwa kwa upanga, kwa sumu, kwa kitu chochote ambacho kina uwezo wa kumuua mwanadamu, kumwondosha katika nini, katika huu ulimwengu, lakini kwa neno kuua. Anasema hapa ndio utakuta kwamba yanaitwa ni mautul ahmar, sawasawa ni kwa kumwaga damu, au sawasawa kwa kupewa sumu, au sawasawa kwa namna yoyote ile. Basi huyu mwanadamu akifa kwa kutumia mauti haya, ndipo tutayakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayazungumza katika sura tofauti tofauti. Sura ya kwanza anayazungumza katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, msije mkasema wale ambao wamekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba wamekufa tu, la, bal ahya'u, watu hawa watakuwa wapo hai. Na katika sura nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul afa imata au qutila qalabtum ala aqabikum. Haya ni mauti ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea katika nini, katika Qur'ani.
Kwa hiyo ndugu zanguni, tutambue ya kwamba mauti yapo ya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo kupitia mauti haya yanatuelezea wazi kwamba yawezekana watu wakafa katika kifo cha aina tofauti tofauti. Yawezekana wakaondoka wakatuacha katika huu ulimwengu kupitia vifo tofauti. Na ni kweli haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tunayashuhudia leo hii katika ulimwengu. Wapo ndugu zetu wanakufa katika sehemu tofauti. Kuna wale wanaokufa kwa ajali, kuna wale wanaopewa sumu, kuna wale wanaojinyonga, kuna wale ambao wanauliwa wakiwa vitani. Ndugu zangu, haya yote ni mauti ambayo tutayakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayazungumza. Na mwisho kabisa katika kuzungumzia suala hili la mauti, akitugawanyishia mauti anasema wa huwa al-mautu su'am, ni yale mauti ambayo zawalul hayati fujiatan saria. Anasema ni ile hali ya kuondoka mwanadamu, anaondolewa uhai wake haraka sana. Wallati lam tamutu fi manamiha, kuna watu ambao tumewakuta wao wakilala mara watafia usingizini, wengine watatoka katika usingizi, hawatakufa katika usingizi. Sasa anatolea mfano, anasema wale ambao wamefia katika usingizi ndio wale ambao unakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mauti yao ameyapeleka haraka sana, wala sisi hatuweza kuhisi kama Mwenyezi Mungu shiddatul alam, yale na uchungu ambao unaweza kumpika mwanadamu katika kutolewa roho. Haya ni mauti. Lakini mwisho kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sasa tufikirie, wa yaatihi al-mautu min kulli makan. Katika Qur'an ndani ya suratul Ibrahim aya 17 anakuambia wama huwa bimayit. Ni mauti gani katika yale ambayo tumekuelezea ndugu yenu mwenzenu yameweza kumfikia? Kwa hiyo lazima tuwe na itibari katika hili. Ndugu zangu ni watukufu wa Kiislamu, suala la mauti ni jambo ambalo lamfika kila mmoja, na tupaswa tuweze kutambua kwamba kadiri tunavyoendelea kuishi ndivyo tunapunguza katika ile mikidari ambayo ameweza kutuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kile kiwango ambacho ametuwekea tuweze kuishi katika huu ulimwengu, kadiri tunavyosogeza siku ndivyo yale masiku ya kuishi yanapungua. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lazima tuweze kulitambua. Nukta ya pili na ya mwisho ambayo tutaweza kusimama nayo leo hii ni ile nukta ambayo imeweza kutukusanya katika siku ya leo, na hapa ndipo tutatambua ni mauti ya aina gani. Siku ya leo mwezi 29 Dhulqaada ni siku ambayo iliweza kujawa na majonzi katika nyumba ya bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kulingana na munasaba wa siku ya leo, munasaba wa kuondokewa na mmoja katika maimamu, mmoja katika vipenzi na vitukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye alizaliwa tarehe ya 10 ya mwezi wa Rajab mwaka wa 195. Mama yake alikuwa anaitwa Sadika au Sakina bintu Mariti. Huyu ndiye mama yake na al-Imam al-Jawad alayhi salam. Baba yake alijulikana kama maarufu Ali ibn Musa Ridha al-Murtada. Huyu ndiye baba yake na al-Imam al-Jawad. Ambapo alipozikwa al-Imam al-Jawad ni mahallul Kadhimiyya, sehemu ambapo alizikwa katika makaburi ya Kadhimiyya, pembezoni mwa kaburi la nani? La babu yake al-Imam Musa bin Jafar al-Kadhim alayhi salam. Ndugu zanguni, lakini katika hili Imam tunamuona kwamba aliishi katika zama za utawala wa aina tofauti. Aliishi katika utawala wa Abdullah al-Ma'mun, lakini akaishi katika utawala wa Mu'tasim al-Abbas. Hawa wote ni katika Abbasi. Al-Abbasiyuna, tukisikia utawala wa Abbasiyuna ni hawa. Baada ya utawala wa Umayyuna ukaingia utawala wa Abbasiyuna. Katika zama za al-Imam Ali ibn Musa Ridha, tunatambua ya kwamba Abdullah al-Ma'mun al-Abbas alikuwa ni mwenye kudhihirisha mapenzi katika kizazi cha bwana mtume.
alikuwa akiishi vizuri na watu wa Bwana Mtume, lakini haikuwa tu hivi, bali kulikuwa na lengo maalum ambalo alikusudia katika nafsi yake. Mbali na kuwa Abdullah al-Ma'mun alitawala na muda wake ukafika mwisho, yaliyojiri katika zama za al-Imamu Ali ibn Musa Ridha, tunakuta kwamba mwisho kabisa yeye ndio aliyepanga njama za kumuua Imamu Musa Ridha. Lakini kama tunavyojua kwamba utawala kadiri walivyokuwa wakiitakidi Umawiyuna na Abbasiyuna ni kupasiana kama mpira. Kama unavyopiga mpira ukimpasia mwenzako, wao walikiona kwamba utawala nao ni namna ya kupasiana. Ndugu zanguni, katika hili lazima kila mmoja aweze kuchukua al-i'tibar. Baada ya utawala wa Ma'mun al-Abbasi, ikawa sasa anatakiwa kukabidhi utawala kwa kiongozi anayekuja baada yake, naye ni Mu'tasim al-Abbas. Kama tunavyoona leo hii serikali ya Tanzania, akiondoka mama leo ambaye anayetawala, anamkabidhi mtu mwingine, na si kwa maana ya kusema labda mtakaa wananchi mchague kiongozi. Hii ni kupasiana. Kwa hiyo utawala wa Abbasiyuna walikuwa wakipasiana, talakafuha. Hili ni jambo ambalo liliweza kutawala katika kipindi hiki. Mwisho kabisa mwa uhai wa al-Imamu Musa Ridha ilitokea munakasha mingi. Maimamu tunajua kwamba walikuwa na uwezo wa kujibu, kwa sababu imamu si mtu wa kizembe. Imamu lazima aandaliwe kwa mujibu na kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lazima maswali ya aina yoyote ambayo atakayoweza kukabiliana nayo lazima aweze kuyajibu. Lakini tukiangalia katika ule utawala wa Abbasiyun, walikuwa watu wengi wanashindwa maswali. Angalia Yahya bin Akhtam aulizwa maswali kwamba niambie kwa yule muhrim ambaye amefanyaje, amevaa ihramu na akamuua mnyama, hukumu yake ni nini? Swali hili limemshinda. Yapo maswali mengi, utawala ulikuwa ukiyashindwa maswali ya namna hii, na maimamu walikuwa wakiyaweza maswali haya. Matukio muhimu ambayo yaliweza kutokea katika zama za al-Imam. Tukio la kwanza ni kuachana Imamu al-Jawad pale alipoweza kuachana na baba yake alivyokuwa katika mji wa Madina. Al-Ma'mun al-Abbasi amchukua al-Imamu Ridha ampeleka katika mji wa Baghdad. Tabani kulikuwa na lengo maalum, na historia ni ndefu sana, hatuwezi tukaelezea yote ambayo yaliyoweza kujiri. Hili lilikuwa ni tukio la kwanza laanza kumuhuzunisha al-Imamu al-Jawad alayhi salam. Leo Imamu Jawad ni mtoto mchanga. Ndugu zanguni, imamu ambaye amemiliki maarifa akiwa bado mdogo, leo hii anaachanishwa na baba yake, na baba yake apelekwa sehemu nyingine. Hii ni nukta ya kwanza. Pengo la kwanza linakaa katika moyo wa al-Imamu al-Jawad alayhi salam. Pengo la pili ni pale alipoondokewa na baba yake. Yaani sehemu ya kwanza alihamishwa baba yake kutoka katika mji wa Madina na kupelekwa katika mji wa Baghdad. Jambo la pili, afariki baba yake al-Imamu Musa Ridha, aondoka katika mgongo wa ardhi. Ni machungu yaliyoje ambayo mwanadamu unaweza ukafikiwa nayo. Baba yake hakuweza kukaa naye labda muda mrefu sana, kusema maisha yake yote ameishi na baba yake. Amekuwa ni mtu mwenye tabu, mapengo yanazidi kuongezeka. Ndugu zangu, machungu yakikaa katika nafsi, lakini hakuna namna, atafanyeje? Ni utawala umekwisha amua maamuzi hayo, lazima aondoke. Kwa hiyo jambo la pili, al-Imam aondokewa na baba yake, naye al-Imam Musa Ridha ayaga dunia na
atuacha sisi kama mashia zake. Lakini wakati huo imamu alikuwa na umri wa miaka takriban 9, bado kijana mchanga, kijana wa kujenga taifa la baadaye. Yani kama ukilinganisha miaka 9 kwa hapa vijana, nadhani bado kijana mchanga sana. Tukio la tatu na la mwisho ni pale ambapo ilitokea inzaaj min taqribi al-Ma'mun lil-Imam al-Jawad alayhi salam wa ilqa'i al-munadharati wa al-ihtijaj. Imam al-Jawad aamrishwa kuanza kutoa munakasha, aanze kutoa majibizano pamoja na wale watu wa al-Mu'tasim al-Abbas. Sasa majibizano haya ni marefu sana. Chanzo cha majibizano ilikuwa al-Ma'mun anatakiwa kumuozesha al-Imam al-Jawad mwanae ambaye ni Ummul Fadl. Sasa al-Abbasiyuna wao hawakuridhikana na kile ambacho anataka kufanya mtawala. Anasema lazima tufanye mujadala, kama sisi tutajiridhisha basi wewe utakuwa hauna dhima baada ya hapo, kwa sababu maswali yote yanayojiri yanatoka kwetu sisi kama wananchi. Sisi ndio wenye kutoa maswali, wewe tunahitajia majibu yake. Anasema baada ya kutoa munakasha huu na Imam akawa ameweza kushinda katika munakasha huu na akawa ameozeshwa, Imam Jawad akaozeshwa na binti al-Ma'mun al-Abbas. Ndugu zangu, matatizo na majanga yote yaliweza kuanzia sehemu hii. Ukiunganisha matukio aliyoyapitia Imam, ikawa hakuna jinsi. Al-Abbasiyuna sasa wakawa wameridhia Imamu amuoe mtoto wa Ma'mun al-Abbas. Baada ya kuishi muda mfupi, yule mwanamke akawa ni mwenye kwanza kumfanyia vitimbi al-Imam al-Jawad. Vitimbi vile viliendelea, ndugu zanguni, ikafika hatua Imam sasa anaangalia huyu ni mwanamke au ni mimi. Hana jinsi, hana namna, lazima kubaliane na matukio, lazima afikie lile lengo ambalo ameweza kulikusudia. Ndugu zangu, ilifika hatua sasa alivyoshika utawala rasmi al-Mu'tasim al-Abbas, kwa sababu al-Mu'tasim alikuwa akimtambua vizuri man huwa al-Imam al-Jawad. Imam al-Jawad alikuwa akitambua vizuri mbele ya Mu'tasim, kwa sababu alikisha muona mara ya kwanza akiwa pamoja na baba yake al-Imam Ali al-Ridha, lakini pia akaendelea kuishi naye. Sasa Mu'tasimu akaanza kupanga mbinu baada ya kuwa ameingia katika utawala, kwa sababu aliona kwamba mtu huyu laiti nikimwacha katika kiti cha utawala basi ataweza kuniharibia. Zikawa zinaanzia hapa. Kwa hiyo kumuozesha Imam Ali al-Ridha, kumuozesha mwanae Ma'mun al-Abbas, lengo na madhumuni ilikuwa ni kupanga mbinu kuvunja utawala mzima wa Ahlul Bait. Kwa lengo na madhumuni haikuwa lingine, lazima utawala wa Abbasiyuna uwe ni wenye kubaki katika nini? Huo mgongo wa ardhi. Huyu bintul Ma'mun anaendelea, anasema, ananukuliwa mwezi 29 ulipoingia, siku hiyo Imamu alikuwa amefunga. Ilipofika muda wa kufuturu, yule mke wa Imamu al-Jawad, Ummul Fadl, alikuwa amekwisha andaa sumu maalum ya kuweza kumtungia Imamu ili arejee katika nini? Katika upande wa baba yake, atimize kwamba kweli na mimi katika historia tayari nimefanya kitu cha maana. Anasema qaddamtuhu fi qadihi ilayhi inda al-iftar, nimemwekea tayari sumu katika nini? Katika futari.
wakana imamuna saiman, imamu huyu alikuwa amefunga, kwa hiyo sumu aliila katika iftari. Wengine wakasema kwamba imamu huenda aliwekewa sumu katika nini? Katika zabibu. Vyovyote itakavyokuwa, maadamu imamu aliwekewa sumu, imamu kawekewa sumu katika chakula chake, wakana alwaqtu qaidan shadid alharri, lakini ndugu zanguni, muda ambao imamu awekewa sumu wakati wa kufuturu anakula sumu ile, kulikuwa na joto kali sana kiasi ambacho imamu hakuweza kuvumilia. Anasema falamma jara'a min dhalika alqadh jara'atan irtasha'at yadihi, ile sumu ilivyokuwa imeingia katika tumbo la imamu, ndugu zangu, ikawa ni yenye kukatakata utumbo. Ni sumu ambayo yenye kumwathiri imamu. Wataghayarat launu, lakini rangi na uso wa imamu ukawa ni wenye kubadilika. Wasara yash'uru ka'anna min famihi ila surratihi tuqatti'u bisakati, akabaki ni mwenye kuhisi kana ya kwamba ukimwangalia imamu katika mdomo wake umebadilika rangi. Hakuna namna nyingine ya imamu kufanya. Watusharrahu bilmawasi min shiddati al-alam, imamu akawa ni mwenye kuhisi uchungu, anahisi kwamba tumbo tayari linataka kukatika lote. Falamma ra'atuhu zawjatuhu ala hadha al-hal, baada ya mke wake kuwa ameweza kumuona katika hali hii, sarat tabki, akabaki mke yule ni mwenye kulia. Faltafati ilaiha al-Imam al-Jawad, Imam Jawad alayhi salam akamgeukia mwanamke yule, wakala laha, akamwambia atabkini wa kad kataltini, unanililia hali ya kuwa wewe ndiye unayeweza kuniua. Subhanallah, katalakillah, Mwenyezi Mungu akuue kama ulivyoweza kuniua mimi. Waramaki bibalai la yanfati, na hakutupia mabalaa ya aina yoyote ile yawe ni yenye kukufikia. Waqul la yanjabir faghadiba fil khabitha, mke huyu alipoyasikia maneno haya akawa ni mwenye kukasirika, akawa hana jinsi. Wa akharajat aljawari min dari, akatoka karibu na al-Imam al-Jawad akaondoka. Waghallakat al-bab ala imamuna wa tarakatuhu wahida, akafunga ule mlango yule mwanamke lani, akafunga mlango na akaondoka karibu na al-Imam al-Jawad alayhi salam, na akamwacha kuwa ni peke yake. Yatakallamu ala firashi, Imam al-Jawad alayhi salam ageuka huku na kule, ahangaika, hana msaada wa kuweza kumsaidia mtu yote. Ndugu zangu, wawaka al-Imam ala firashi al-maut, Imam akaanguka katika kitanda cha mauti. Wakadisira sumu fil badan, wakati huo sumu ikiwa ni yenye kuenea katika mwili wake, hata tagayyara launu, mpaka katika mwili wake wote sasa umeweza kubadilika rangi. Wadhalla fi darihi wahida, lakini wakati huo tutamua akiwa katika nyumba peke yake. Yanazi sakaratul maut wala man yasturi shurbatan ma, ikawa hakuna mtu yeyote wa kuweza kunyesha maji. Al-Imam al-Jawad akiangaika, imamu akatamka mnusuru wa aina yoyote aweze kunusuru mimi kama al-Imam al-Jawad alayhi salam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala astukuze nyuso zenu hata fadha ruhan tahira, mpaka alipoweza kuondoka roho yake ikaondoka katika ulimwengu. Masmuman ghariba muhtasiban sabira, Imam akiwa ni mwenye kuwa na subira katika haya yote aliyoweza kuyapitia. Alama yanuhu wa yabki Imam al-Jawad, je, kuna mtu yeyote mwenye kuita akamlilia al-Imam al-Jawad alayhi salam?
Naam, bakahu ahli samaa. Imam ikawa hakuna mtu yoyote bali watu ambao walikuwa mbinguni ndio wenye kumlilia al-Imam al-Jawad. Urida al-Imam al-Ridha alayhi salam, kama ilipokelewa kutoka kwa al-Imam al-Ridha alayhi salam annahu qala fi haqqi waladihi al-Jawad alayhi salam, lamma ulida, ile alipozaliwa, yakturu rasban fayabki lahu wa alayhi ahlu samaa, watakuja kumlilia wale watu wa mbinguni na hakuna binadamu yoyote ambaye ataweza kumlilia Imam al-Jawad. Al-Imam al-Jawad alayhi salam yastasqi al-maa falam yajidu ahadan yasqihi. Imamu anaita, ni nani atakayeweza kumpatia maji kabla ya kuondoka na roho? Hakupata mtu yoyote. Kadhalika jaddihi Abu Abdullah al-Husayn. Ndugu zanguni, tukumbuke na mazuri yaliyoweza kumfika Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam. Anayakumbuka al-Imam al-Jawad, anasema hakuna jinsi mimi alivyonadi Abu Abdullah, ni nani wa kuniletea maji Imam aweze kuyapata maji, ikawa hakuna mtu yoyote mwenye kutokeza na kumpatia maji. Fatashrubu min hammiha, qala ana ardu hamiya, la wallah bal ardu ala jaddihi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi, fayaskini bidahsihi al-awfa shurbatan la azma. Al-Imam al-Jawad swala yatamayalu min shiddati sunni, akabaki anaangaika kulingana na ile sumu ambayo imeweza kumfikia. Mala liyaskutu jihati al-yamna, mara aangukie katika upande mara aanguke katika upande wa kulia, mara upande wa kushoto. Imamu hana mnusuru wa aina yoyote. Ndugu zangu, mala al-faras ma'hu, kala Jawad alayhi salam la taqata li bil julusi ala dhahri. Sina nguvu yoyote ya kuweza kukaa chini tena. Anzuni ya wajhi al-ard, nidondosheni mimi katika mgongo wa ardhi. Kalu famadda al-faras yadayhi wa rijlayhi hatta amsaka batnihi bil ard wa anzala imamuna birifqin waliyyin. باب المرابي أيها الجواد، بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي أيها الجواد. بقيت 3 أيام. إمام الجواد عليه السلام alibaki siku 3. تسحرك الشام ورأسك على جسدي. تطأطأ الرؤوس بموجة العشاق شوق. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين يا أيها الجواد، يا أيها البحر الذي تسعى له البحور، وألف ألف كوكب في كفه يدور، وصرحة العباد